ya kuitengeneza hadhara hii ya kumwadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika kazi yangu ni ndogo sana, ambayo ni kutoa salamu za Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Daktari Abubakar Zuberi Mbwana. Salamu zake amesema kwamba anaungana na sisi katika haya mambo ya umoja na mshikamano, na hasa katika kipindi hiki ambacho Waislamu wanahitaji wawe pamoja na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masuala ya kielimu, katika masuala ya kiuchumi na katika masuala mbalimbali yanayomzunguka mwana wa Adamu. Mufti ametoka Misri, na hili jambo ameniambia ni wafahamishe kwa idhini ya Sheikh Mahmud bin Sheikh Nuruddin Hussein. Niombe tu nilieleze hili ambalo Mufti amesema nilifikishe. Katika mkutano huo mkuu ambao ulihudhuriwa takriban na mamufti karibu 75 mpaka 95, lakini ulihudhuriwa na wataalam kutoka nchi za Marekani, Uingereza na Afrika, na mashehe wakubwa ambao katika dola zao wameambiwa kwamba waweze kuhudhuria. Walikuwa wanajadili nini? Wajadili kitu ambacho kipo katika dunia yetu ya sasa hivi, ambacho maarufu kama AI. Bahati nzuri Sheikh Aweso nilimuona na alielezea hili jambo wakati wako Makkatul Mukarram au Madinatul Munawwara. AI ni artificial, alafu I ni intelligence, yani artificial intelligence. Kwa Kiswahili walichokitengeneza ni akili mnemba. Hapa kuna maneno mawili Mufti jana ametufahamisha. Artificial ni kitu cha bandia, yani ni kitu kinachotengenezwa kuwa mbadala wa kitu asili. Yani katika swala la asili ya jambo, basi unaweza ukatengeneza kitu kingine ambacho kinafanya kazi sawa na kile cha asili, japo si katika ukamilifu. Wataalamu wanasema incomplete, yani ni kitu ambacho hakiwezi kukamilisha ile asili. Na intelligence wametumia neno la juu sana katika tafsiri za Kiingereza. Intelligence ni hali ya juu ya mtu kufikiria, kuwa na elimu, kufanya utafiti, kuyajua mambo, kuyaeleza, lakini pia na kutafuta ufumbuzi. Hiyo ndio intelligence. Ndio mtasikia mamlaka fulani hivi huwa zinasema taarifa tulizonazo za kiintelijensia. Maana yake kuna watu wameshachunguza jambo, wameshalifikiria, wameshalitafiti, na utaratibu wake wa kumaliza tatizo hilo ni jambo lile kutofanyika au lile jambo kufanyika kwa namna fulani. Hiyo ndio intelligence. Lakini inafanya nini? Kwa nini hawa mamufti walikutana na viongozi wa dini? Imefikia hatua sasa artificial intelligence imeingia kwenye system za watu. Imeingia hasa katika Uislamu. Ukiingia kwenye kompyuta sasa hivi ukaiuliza AI, ukasema maulidi haramu au halali, maulidi tu ukaiuliza, inaweza kukuletea majibu mawili tofauti. Inaweza kaleta halali au ikaleta haramu. Tatizo lililoko pale, kwa sababu hiki ni man made, ni kitu kinatengenezwa na mtu, ni jinsi gani ulivyokilisha kile kitu. Yani kama waliingiza fatwa za kwamba maulidi ni haramu, manake ukigugo hivi au ukaiuliza itakujibu haramu. Kwa hiyo ukitoka na jawabu pale, wewe unadhani ushapata fatwa maulidi ni haramu, unaingia mtaani unajua hii sio sahihi. Sasa hiyo ni moja ya disadvantages
na hasa kwa sisi ambao kazi zetu sisi na maisha yetu ndani ya Uislamu ni masuala ya kisheria. Yani hatuendeshi ibada yoyote bila suala la kisheria. Sasa likikosewa kidogo tu, basi utakuja kujikuta tumeenda kambo. Sasa mamufti wakakaa wakasema ni jinsi gani, kwa sababu lishaingia duniani na watu wote wana simu za mkononi, wana kompyuta, wana mitandao, watakuwa wanafanya vitu vya hapa na pale. Ni vizuri itengenezwe tahadhari mapema katika shughuli ambazo tutakuwa tunaenda nazo, ili kusaidie wewe usije ukakaa ukakariri kwamba naweza kupata majibu yote kupitia AI. Maana yake ni kwamba lazima turudi katika asili ya usomaji. Artificial intelligence ni kama unavyoona mwili wa mwanadamu. Mwanadamu Mwenyezi Mungu kamuumba katika hali ya ukamilifu na akaufanya mwili wake unakuwa na defense. Wanasema ni defense of body, wanasema body infection and disease. Kwamba mwili unajikinga wenyewe kutokana na mabadiliko ya hali ya mwili, lakini pia na magonjwa ambayo yanatoka nje. Kwa mwanadamu ameumbwa na immunity. Lakini hao wataalamu wenyewe ndio waliozigawa immunity. Kuna immunity ambayo imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwili wetu. Kama alivyosema huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Ndani ya mwili wa mwanadamu, mtoto au kiumbe chochote kinapoingia kwenye mwili wa mzazi wa kike, Mwenyezi Mungu anakitengeneza anavyotaka, na mle utoka na mwili na defense za kuendesha mwili wake. Lakini imekubalika leo hii tunatumia metacafin kwa malaria, tunatumia chloroquine kwa malaria, lakini ndani ya mwili kuna kinga ambayo mtu naweza kusaidia ikatibu malaria. Leo hii hapa tukipimwa wote tunaweza kujikuta wote tuna malaria. Lakini kwa nini hatuumwi? Kwa nini hatupati tabu? Ni kwa sababu ndani ya mwili kuna kinga ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiweka. Inapofika pahala ikawa wiki au ikafa, yani ikawa pungufu au ikafa, ndio maana unapata external antibodies ili kuhakikisha unapata kitu kingine. Kwa hiyo kuna immunity ambayo ni artificial, ndio haya madawa tunayotumia. Lakini kuna immunity ambayo ni natural au wanasema native immunity ambayo iko ndani ya mwili kimaumbile. Lakini ukichoka, ukawa ni mtu mzima au ukashambuliwa sana na wadudu wa nje, ukashindwa kudefense, ndipo unapata artificial ile antibodies. Kitu gani ambacho nataka niwaeleze? Katika aina yote ambayo utakayoifanya juu ya swala la hili la kompyuta, watu wa computer science wanafahamu hivi vitu vyote ni vitu vya kutengeneza, na lau kama ni vitu vya kutengeneza haviwezi kuingia kwenye kushindana na asili. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Kwa hiyo mufti watatoa bahati nzuri Mheshimiwa Mufti katika watu 10 waliokuwa pale, mamufti 10 pamoja na wataalamu 3 ambao wametoka Ulaya na wengine wametoka nchi ya Misri na wengine wametoka Saudi Arabia pamoja na Sudani, wamewekwa kamati maalum ya watu 10 ambao watakuwa wanalielezea jambo hili. Kwa hakika Mwenyezi Mungu akijalia, mufti atatengeneza utaratibu ambao utakao tuhusu na utasambazwa ili iwe ni tahadhari, na hasa kwa mashehe ambao sasa waendelee kufundisha kama hivi inavyoendelea kufundishwa, kwa sababu baadaye watu watadhani watadhani elimu wanaweza kaipata kwenye kompyuta bila mwalimu. Wanadhani elimu wanaweza kaipata kwenye mtandao. Wanadhani ukigugo unaweza kupata kila kitu. La, ili jambo ndilo mufti anataka tujibidishe, tuhakikishe tunaendelea kusoma. Ama haya yaliyoko kwenye kompyuta yaje katika fakti, iwe ni kweli au sio kweli, lakini hawezi kuondoa ada ya mwanafunzi kusoma kwa mwalimu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.